Wapendwa, neno fupi linalotuongoza katika ibada hii ya harambee kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Ndorage ni Luka sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 10. Nitasoma tu mstari mmoja unaosema, wakamwambia Yesu, anastahili umponye mtumwa wa askari mkuu, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutuamsha leo kwa muujiza tukiwa wenye nguvu na afya, na kwa muujiza mwingine umetufikisha katika viwanja hivi tunapoendesha ibada fupi kwa ajili ya harambee ya ujenzi wa kanisa la Ndorage. Tupe neema ya kulitafakari neno hili kwa ufupi, ambapo wazee walimwendea Yesu wakimuomba amponye mtumishi wa askari mkuu, maana askari mkuu alikuwa akichangia ujenzi wa nyumba ya Mungu. Tupe neema hata sisi kuchangia ujenzi wa nyumba ya Mungu, tuvune baraka tele, na jina lako lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Wapendwa katika Bwana, nimechagua kichwa cha kuongoza katika mahubiri haya mafupi kiwe mchango wako katika kujenga kanisa ni ibada na alama ya kukumbukwa daima. Mchango wako na mchango wangu katika kujenga kanisa hili la Ndorage itakuwa ibada na alama ya kukumbukwa daima. Awali ya yote ni washukuru wana Ndorage kwa ujenzi wa kanisa unaoendelea hadi sasa. Tunafanya harambee ya kukamilisha ujenzi wa kanisa ambalo tayari limepiga hatua kubwa sana. Kanisa lenu litakuwa moja ya makanisa tutakayojivunia katika dayosisi yetu, maana ni kubwa, ni zuri na la kisasa. Hongereni sana wana Ndorage, hongereni sana. Ni kubwa, zuri na la kisasa, limepamba eneo hili la Kamachumu. Niwapongeze hata kwa maandalizi makubwa ya harambee hii. Mmewekeza sana na mtavuna sana, hamjawekeza bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haya yasingewezekana bila umoja wenu, bila nguvu yenu, bila mshikamano wenu. Ndiyo maana mnafikia hatua ya kukamilisha. Ukiwa unaangalia kwa mbali kama mmemaliza, ukiingia ndani kuna mambo ya kukamilisha, na tuko tayari kuwaunga mkono katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Leo tunafanya harambee ya kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Mungu hapa Ndorage. Ni furaha kubwa kuona tunaanza, karibu viti vyote vimeshajaa, wageni wamefika, na furaha kubwa hata mgeni wetu rasmi yuko pamoja nasi akiwakilisha serikali katika tukio hili, naye ni Dr. Evelyn Mnisi, naibu waziri wa mahusiano, kazi, ajira. Na kwa hiyo tumshangilie Mungu kwamba tuko naye. Mama huyu ndiye anaiwakilisha serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika tukio hili la kuijenga nyumba ya Bwana na kuvuna baraka tele. Mungu anatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kazi takatifu, si kazi ya kawaida. Biblia katika Zaburi ya 127 mstari wa 1 inasema wazi, Bwana asipoijenga nyumba, Mungu asipoijenga nyumba, waijengao wanafanya kazi bure. Hivyo basi tunatambua kuwa mafanikio ya ujenzi wa nyumba hii ya Mungu ya Ndorage ni matokeo ya kazi ya Mungu anayeitenda kazi yetu ndani yetu. Mungu anatenda kupitia wewe, kupitia mimi, kupitia fedha yako, kupitia mazao yako, kupitia mifugo yako, kupitia mshahara wako, kupitia ndizi zako na nyingi naziona, kupitia kuku wako, kupitia na unabarikiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo katika harambee hii
ukubali kutumiwa na Mungu kujenga nyumba yake. Kama yule askari mkuu, fikiria mkuu wa maaskari akasema nitachangia ujenzi wa nyumba ya Mungu, na Mungu akamrehemu kwa kumtibu mtumwa wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe kupitia sadaka ya leo, Mungu akuinue, Mungu akutatulie changamoto ulizo nazo, maana Zaburi ya 20 mstari wa 1 hadi wa 4 inasema wazi, Mungu akukumbuke wakati wa shida yako kwa kukumbuka sadaka yako. Anasema na akuinue kwa kukumbuka sadaka zako. Wengine mko hapa mmeshainuliwa, mmeinuliwa na Mungu kwa sababu ya sadaka zenu au za wazazi wenu au za babu zenu na bibi zenu, na mtaendelea kuinuliwa katika jina la Yesu, maana kazi yenu si bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukubali kutumiwa na Mungu katika harambee hii. Mungu atutumie, tumtolee, tujitoe na kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiseme nilishachangia zamani. Hapana, unaendelea kutumiwa na Mungu ili mradi uko hai. Endelea kuchanga, usiseme nilishachanga. Tuna msemo wa Kilugha unasema kaba yaga bile, akiwa ameshatoa huwa anaongeza. Kwa hiyo wanandorage, msije mkasema sisi tulikuwa tumeshachanga. Hapana, mnaendelea pamoja na sisi mpaka kieleweke. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nitawaangalia sana wanandorage, je, wanajitokeza au wanafikiri walishamaliza? Hapana. Tena tuna na methali nyingine inasema kobo no mchuzo ugiraki. Ukiwa umefiwa ukaona anayelia, wewe ni kama unabidi upige mayowe, maana umechochewa. Sasa wageni wamefika, wanandorage tunatazamia mchochewe zaidi. Hakuna kurudi nyuma, tusonge mbele kwa kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atuongoze katika harambee hii, na neno mmelisikia kwa masikio yenu kwamba wazee wakaomba Yesu amponye mtumishi wa askari mkuu. Wakamwambia huyu anastahili, maana huwa analijenga kanisa, analijenga hekalu, anajenga sinagogi, basi anastahili huduma. Naye Yesu alikubali kwenda kumponya mtumwa wa akida, mtumwa wa askari mkuu. Pamoja na kuchangia ujenzi wa sinagogi, alikuwa na imani. Maana Yesu anasema imani ya mtu huyu sijaiona katika Israeli nzima. Maana yule mkuu wa askari alisema, Bwana, hata usipoingia katika nyumba yangu, agiza tu. Maana na mimi kama mkuu wa maaskari huwa naagiza, wanatenda. Sasa na wewe Yesu, agiza hata usipoingia ndani ya nyumba yangu. Yesu anasema sijawahi kuiona imani kama hii katika Israeli. Kumbe kutoa kwake kulitanguliwa na imani katika nguvu na uweza wa Mungu, katika kuleta mabadiliko makubwa na mapinduzi makubwa ya kiroho katika maisha na ufuasi wetu. Hata nawe imani iliyomuongoza mkuu wa maaskari ikuongoze leo katika kuona nguvu na uweza wa Mungu na baraka tele zilizo katika kujitoa na kumtolea Mungu. Somo hili nimalize kwa kusema lina vitu kama 4 hivi, ndivyo nimalize navyo. Kwanza, tunaona kwamba wema wako unaweza kukutetea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wema wako unaweza kukutetea mbele za Mungu. Wale wazee walimwambia Yesu kama wanaomtetea yule askari mkuu, wakasema anastahili, maana huwa analijenga hekalu la Mungu. Naye Yesu alipoona kujitoa kwa huyu mtu, akaona wema wake, naye akamtendea. Tuna habari za mfalme Hezekia katika Isaya 38. Nabii Isaya anamwambia mfalme Hezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Tunaambiwa Isaya aligeuka hivi, Hezekia aligeuka akauangalia ukuta, akasema, Mungu, kumbuka mema niliyoyafanya, uniongezee miaka ya kuishi. Mungu alipoona mema ya Hezekia,
akamuongezea miaka 15 ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana katika kufanya haya hatujui siri za Mungu, tunaweza tukaongezewa kitu katika maisha na ufuasi. Kuna wengine pengine walikuwa wamepangiwa miaka ya kuishi 80, sasa kwa tendo hili pengine wataongezewa 20, wanaaga dunia wakiwa na 100 kwa sababu ya matoleo ya ndorage. Bwana akubariki kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hatujui siri za Mungu. Lakini vile vile jambo jingine, Mungu hupendezwa na moyo wa mtoaji, sio kile alichokitoa, kiwa kikubwa kiwa kidogo. Lakini je, moyo umetoa kwa furaha au kwa manunguniko au kwa malalamiko? Heri yule atoaye kwa moyo wa shukrani, bila manunguniko, bila vita, bila kulazimishwa, kiwe kikubwa kiwa kidogo. Maana Mungu anaangalia moyo, na maana yake tusiwe na moyo wa uchoyo, omururu, uchoyo, kutotaka kula na wengine, kutotaka kunywa na wengine. Sasa acha wengine, kutotaka kumpa Mungu anayekupa. Kama tuko kwenye mtihani, na ndio maana katika Malaki 3:10 anasema mnijaribu. Mahali pengine tunaambiwa tusimjaribu Mungu, lakini katika Malaki 3:10 anasema mnijaribu kwa sadaka zenu, muone kama sitawatendea mambo makubwa. Mungu atusaidie, harambee hii ituwezeshe kumuona Mungu kwa upya na kujitoa kwa upya na kutoa kwa upya. Maana usipojitoa unatolewa. Tumejifunza hivi karibuni, usipojitoa unatolewa. Usipojituma unakuwa wa kutumwa. Usipojiongeza unaongezwa. Mungu atusaidie, tujitoe tusitolewe, tujitume tusiwe wa kutumwa, lakini vile vile tujiongeze hata sisi, tusiwe watu wa kuongezwa, na jina la Mungu litahimidiwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nimalize na hili, maana muda haupo. Ujenzi wa nyumba ya Mungu ni heshima kubwa. Katika Nyakati ya Kwanza sura ya 29 mstari wa 3, Mfalme Daudi, sikiliza hapo, mfalme, sio mtu wa kawaida, mfalme anasema, zaidi ya hayo, kwa kuwa nimependezwa na nyumba ya Mungu wangu, nitatoa mali yangu mwenyewe kuijenga nyumba ya Bwana. Mfalme. Hamasa inazidi kutolewa na nabii Hagai. Nabii Hagai, pengine nimalize na huyo Hagai sura ya 1 mstari wa 8. Nabii anasema, pandeni milimani mkalete miti. Sasa lugha ya sasa hivi tunasema nendeni benki mkalete fedha. Maana hakuna kwenda kuleta miti. Nendeni benki mkalete hela. Nendeni CRDB mkalete hela tujenge ndorage. Nendeni NBC mkalete hela tujenge ndorage. Nendeni NMB na benki nyingine. Lugha nyingine kwa wakati huu nabii angesema, nendeni kwenye mazizi ya ng'ombe mkalete hela, nyumba ya Bwana tena. Pengine angesema, nendeni hata shambani mkalete ndizi, tunafurahi ndizi zipo. Nendeni kwenye mazizi mkalete ng'ombe, mkajenge nyumba yangu, nami nitapendezwa nayo, nami nitapata kutukuzwa. Mahali pengine nabii anasema, kama nyumba zenu ni nzuri, kwa nini ya kwangu iwe mbaya? Kama nyumba zenu ni nzuri, kwa nini yangu iwe mbaya? Mwisho, jitoe na kutoa, uvune baraka za ujenzi wa kanisa la Ndorage. Katika Luka 6:38 neno linasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Toa vitu vyako leo nawe utapokea zaidi. Malaki 3:10, mnijaribu mkaone kama sitawamiminia baraka za mbinguni, mkakosa hata mahali pa kuweka vitu, kwa sababu vitakuwa vingi ajabu. Toa kwa imani, toa kwa moyo, jenga kwa moyo, kama yule askari mkuu aliyejenga kwa moyo bila shuruti. Kuna wanaposema tii sheria bila shuruti, sisi tunasema jenga kanisa bila shuruti. Bwana Yesu asifiwe. Jenga kanisa bila shuruti, na hapo utavuna matunda ya imani, matunda ya Roho Mtakatifu. Naye Bwana alibariki neno lake
sasa na hata milele. Amin. Pendo la Mungu